Nyinyi ndio mnasema? And let our members of parliament not fear the people who elected them. Kujeni muongee na ile watu walichagua nyinyi, si ndio? Mkuje kama mumetereza, muombe msamaha kulingana na vile samo nimeendelea, si mtasemewa? So mimi nimekanywa na hao vijana. Wamenikemea the whole night. Na nimewachana na hiyo maneno. Mimi taongea mambo ya rais na yangu saa hii. Wabunge mkuje muongee na hao watu. Si ndio walichagua nyinyi? Mtaelewana. I am sure mtafika pahali mtasikizana. Mimi hiyo maneno nimeondokea kwa sababu itaniletea shida bure. Waniambia hii wabunge si tulichagua wewe kaka? Kakando. But let us agree going forward. Let us listen to the people. Tusikize ground. And Governor, I'm happy you have listened to the ground. And what you are saying is what I've been saying. Ambaye waja kula chochote. Hiyo tu. Don't display arrogance and opulence to people who are struggling. Address the people with humility and respect. These are your employers. You can say a very tough message, but put it in a respectful manner with humility and people will understand you. Hii maneno ya kujipiga kifua, kufungua kifua hapa na kutembea unaonesha kifua, ukikula na kuanika tumbo, hapana. Let us respect the people of Kenya. Let us address them with dignity, with humility, because they are understanding people. Mimi ni msaidizi wa rais, na kazi yangu ni kumsaidia, and I do that every day. And one of the ways also to assist him, mimi peke yake ndio nilichukua Biblia pale Kasarani, nikaapa ya kwamba nitakuwa nikimsaidia rais na kumshauri. Na mimi naomba Mungu kila siku anisaidie nimshauri rais na kumwambia ukweli, sababu ukweli ni amana. Na mimi, I am not as busy as the president. I have an opportunity to listen to what Kenyans say. So mimi nasimamanga na hiyo ukweli. A few people in government are uncomfortable with the truth, and they normally have a slight problem with me, but there's nothing that they can do because I cannot change. Nyinyi mngetaka niongee ukweli ama nidanganye rais? Yeah? Hiyo ndio mnataka? We'll continue. And I want to say this. I want to confirm. Siku rais alikuwa anataka mwanaume ya kusimama na yeye kabisa, alikuwa amesukumwa kwa ukuta na alitaka mwanaume katika mlima Kenya ya kusimama na yeye. Nilikuweko ama sikuweko? Muliniona ama mkuniona? Mimi ningali niko hapo. Mimi nitasimama na rais, nitamsaidia, nataka afaulu mpaka safari yetu ifike mwisho. Na njia moja ya kumsaidia ni kuchunga Wakenya na kumshauri vile Wakenya wanasema ndio tuchunge mambo yao. Si ndio? Kwa sababu ukiona watu wanalalamika sana, there must be a problem. Now we cannot pretend and look for scapegoat. We must address the issues that are making Kenyans a little bit uncomfortable with our administration. And that is where a deputy must come in to assist his boss. And I can assure you that between me and President William Ruto, we will do whatever it is to address the few challenges in the country and put our country together so that we move forward and succeed. And you find one of the things that is quite interesting. You find some people from some regions who never supported the president. They never believed in him. They never believed his manifesto. They were calling him names. They mobilized resources to fight him. Saa ile rais ameshida, wamekuja wamekimbia wamefika. Wanataka atikusomea sisi. Atikutuambia vile ya kuunga rais mkono. Sisi ndio tulimsaidia rais akaketi pale.
Tulimuelewa kutoka day one, tunamuelewa mpaka wa leo, na tulimwamini. Wewe hukumwamini, umefika kwa sababu wako kwa kiti, unataka usaidike hapo. Sasa wewe mdomo ndio hiyo, naibu wa rais, nani. Nyinyi kuja ni polepole. Come and join us, we work together. Kama you have decided the president is a good man and he need to be supported, don't come kuingilia wale walikuwa ndani na yeye, si ndio? Si ukuje ujiunge na hawa. Come and join so that we move together, because tunataka mtu akuje. Lakini my philosophy is one. Kama nimekosa mtaniambia wapi. Ninasema tukiendelea kuunganisha Kenya kono, kwanza tuchunge ile iko kwa mkono. Hiyo ndio philosophy yangu. Tuchunge ile iko, ile ingine ikuje tuongeze. Lakini the one we are sure of, najua kabisa hiyo tuchu. And that is my philosophy. Kusaidia rais in terms of leadership, in terms of how to mobilize support, is that we take care of those who believed in him as we reach out to those who never believed in him, and we believe them together. Hiyo 96 tuchunge, alafu ile 4 tulete pia. Kesa na hii 96 ndio? Pale kwangu tulikuwa 87, iko 13. Hiyo 13 nimesanya karibu na jaza, ikuwe 100. Lakini hiyo 13 naleta na kuambia mheshimu ile 87. Si ndio? Mkuje, lakini ile 87 mheshimu, so that we are able to move together. I have no doubt in my mind that the president and I are good friends. We have come a long way. Hatuwezi kubalia mtu yote kuja katikati yetu. Hatuwezi. Kwa sababu tutakuwa tumepotea njia. So tutakaa pamoja, tutaendelea kushauriana, tutaendelea kusikiza kila mtu, tutasikiza hao vijana, tutasikiza kanisa, na zile shida kidogo ziko tutarekebisha. So Governor, I have heard you what you have said. I share most of your sentiments, and we'll share that with the president as well. We have also heard pahali tunatakiwa kurekebisha, pia tutarekebisha, but tunataka tuunganishe nchi yetu ikuwe kitu kimoja. Tunataka watu wapendane, and I want to ask our leaders to tone down hii matamshi makali tuachane naye, na tuheshimu maofisi. Hata kama wewe upendi sura yule ako kwa hiyo ofisi, heshimu hiyo ofisi, kwa sababu kama hiyo ofisi wewe unaitamani, siku moja kama utapata, si unataka uheshimiwe? Just respect the institution. You don't have to respect the fellow who is there, because huyo ni Mungu amemweka hapo. Kama wewe Mungu siku moja atakuweka hapo, ungetaka pia uheshimiwe, so that we are all able to move together as a country. So mimi niseme ya kwamba shida kidogo rais na mimi na serikali tutarekebisha, na tutaendelea kusikiza nyinyi. You are center, you are the center of our governance, because it's the people. We work for the people. Wananchi ndio wametupatia kazi, hawa ndio tunafanyia kazi. So in whatever decision you make, they must be in the center of that conversation. And I think if we do that, mambo yetu itakuwa sawa. Bishop na kanisa na Wakristo muendelee kuombea nchi yetu, tuombee rais wetu apate hekima, aongeze ujasiri kama kiongozi wetu, kama baba wetu, aweze kutuongoza vizuri. Hali sisi tumepotea njia kama viongozi, atushauri, atuweke pamoja, aunganishe wa Kenya tuweze kusonga mbele. Hii serikali yetu ililetwa na maombi na itadumishwa na maombi. Na ningetaka kuambia viongozi wasisahau. Naona wengine wamesahau pale tulikuwa. Some leaders have forgotten where we were. We were not in a very good space.
But I can see some leaders wamepata pesa, wamepata viti, wamekuwa na kiburi, wamesahau the journey that President William Ruto and I and the rest of us worked to get here. I see some people forgetting. I want to remind them that it was a difficult journey. Mungu akatuonekania, akatuonea huruma, akatusaidia. Let us not forget. Let us be humble. Let us respect each other. Let us respect the people of Kenya. And I'm sure once we do that, things will get better. Kwa hivyo mimi nimeshukuru sana na mimi niseme ya kwamba nitarudi tena na tena hapa Bomet. Nyinyi ndio mlinipigia kura, si ndio? Bila nyinyi singepata. So nikialikwa hapa lazima nikuje. Sasa lazima uheshimu matajiri yako. You are my bosses. Without you and God, I will not be here. So when you have something mnataka tufanya pamoja, I'll come. And have no worry. Rais ni mtu wetu, kazi yetu tu ni kumsaidia na kumchunga na kumkinga, and that we shall do. And things will settle down. And I want to ask our young people, now that the president has guided tuongee maneno ya mambo ya kutoka kwa barabara tuachane naye. It is unnecessary now because already the government has accepted we need to engage. So hakuna haja ya mvurutano, loss of lives, vitu kuchomwa, hakuna haja. Once we have agreed that we engage, we have a conversation, we want to ask our young people to be patient. Mechanisms are being established on how we engage, and we'll listen to them, and all other Kenyans will listen to them, so that we have a good country. Nimeshukuru sana, asanteni sana. Sasa tungetaka tuchange pesa ya kuanza hii mjengo. Nimekuwa pale, nimeanzisha na kanisa, mafundi mupee watu vijana area hii, si ndio? Watu ya mkoa kelele mingi kwa sababu ya ulevi ya kubidukia, lakini tukisaidiana na maafisa wetu wa usalama na hawa na governor na timu yake na makanisa, pombe imepungua kiasi, na tutaendelea kwa sababu tunataka hivi vijana wetu wakuwe na nguvu ya kufanya kazi. Hata kama kazi imepungua, afadhali wakuwe na nguvu wakigojea kazi kuliko wakae wamepotea kwa pombe ati wamekosa kazi, si ndio? Si afadhali wakuwe na nguvu, ndio kazi kipatikana wawe watu ya kufanya. And County Commissioner and your team, I want to say thank you. You are doing a good job. Wapigie makofi na muendelee kung'ang'ana, kwa sababu hii pombe haramu na madawa ya kulevya ilikuwa imetuletea tatizo katika jamii.